Mfuatiliaji wa Minja Kilimo, hapa unaona kinachoendelea hapa ni maandalizi ya shamba la viazi mviringo, na tayari mashimo yashaandaliwa na upandaji unaendelea. Kati ya vilimo ambavyo havichukui muda mrefu, basi hata viazi ni mojawapo. Na mbele hapo nina mbolea. Hii ni mbolea ya kupandia. Utaratibu ni ule ule kama ambavyo mara zote tunafundisha. Wakati wa kupanda utapandia dapu. Inategemea ni dapu gani. Hao wenzetu wametumia dapu kutoka TFC ambayo kama kawaida ina 18 nitrogen, 46 phosphorus pentoxide. Lengo ni nini? Lengo tunataka kusupply kirutubisho cha phosphorus ili kuimarisha mizizi na ukuaji wa hivi viazi vinapoanza kusprout. Lakini nataka nizungumze na wewe nini unapaswa kuzingatia kwenye kuandaa mbegu ya viazi. Tunapanda viazi vyenyewe, lakini lazima kuna process vinapitia ili viweze kwenda shambani. Sio unanunua sokoni alafu unasema ni mbegu. Lazima uiprocess ili iwe mbegu. Sasa kiazi ambacho nimekishika unaweza ukakiona. Cameraman sogea kidogo waone. Hii kiazi unaweza kaona kimeanza kusprout. Hii tunaita, hizi ni suckers, tunaita suckers. Tayari imeshaanza kutoa suckers, ambapo na hiki nacho kama unavyoona kimeanza kutoka. Hii ndio mbegu sasa. Hiki sio kiazi tena, hii ni mbegu. Sasa ili kiwe hivi, ukishanunua viazi vyako sokoni, unachokifanya utavianika kwanza kwa muda wa siku moja vinyauke kidogo. Baada ya hapo utavimwaga kama ni kwenye turubai au kwenye mifuko, jinsi ambavyo utakuwa umeandaa, utavimwaga na utavifunika. Utafunika hivyo viazi hapo kwa muda usiopungua siku 14 mpaka 21. Vitakuwa vimeanza kusprout, vitakuwa vimeanza kutoa vijicho. Hapo sasa ndio unakuwa umetengeneza mbegu ya kupeleka shambani. Na baada ya hapo tayari utapeleka shambani, na kila shimo ni kiazi kimoja. Kwa kama ambavyo unaweza kuona kwenye hili shamba ambavyo imefanyika, kila shimo kiazi kimoja. Na mbolea ya kupandia kama unavyoona wameshaweka mbolea ya kupandia pembeni, kiazi pembeni. Baada ya hapo ni kufukia, tunafukia. Na toka kifukiwe mpaka kitokeze juu sio chini ya siku 14 mpaka 21 kinakuwa kimeshaota. Na baada ya hapo huduma zingine zinaendelea kama kawaida. Udhibiti wa magonjwa, viazi vinashambuliwa na bakajani Y, bakajani chelewa, latent L blightiness inapiga, masuala ya leaf spots inashambulia. Kwa lazima upambane na sumu za ukungu au za fungus. Lakini wadudu pia wapo, kwa lazima pia upambane na sumu za wadudu. Kwa kuzingatia hayo, unaweza kufanya kilimo chako cha viazi kwa mafanikio kabisa. Na endelea kutufuatilia, tutaendelea kukupa update ya kilimo hiki. Na Minja Kilimo tunasema kilimo ni maisha, kilimo ni ajira. Tukutane shambani.